Ilianza kitambo, wakanoa mapanga, wakaingia kijiji kama hiki cha Mwangulu. Vijana walikata kwa sababu mumetairi, mumerara chini, hakuna vile mnaweza jiweza kukimbia hapa na pale. Walikatwa na ni vijana wawili tu, wakakata kijiji kizima. Baada ya kumaliza namna hiyo, wakachukua msijana yao na wakateka nyara na mabibi zao na ng'ombe zao wakapeleka. Ukisoma Mwanzo 49 aya ya kwanza, ndio Yakobo anaita, wanangu njooni nyote hapa tuzungumze, maana ni nyakati za mwisho, nami nataka kufariki, nataka kuzungumza na nyinyi. Simoni na Lawi mliua mtu, mlikata kisigino ya ng'ombe, kwa hiyo mimi sitakuwa na nyinyi, baraka zangu hakuna kwenu. Na wewe Ruben, wewe ndiye mzaliwa wangu wa kwanza, ulipanda kitanda changu ukakitia najisi. Ruben kijana yake mzee wa kwanza alilala na mama yake mdogo. Sasa mzee anamlaani, na nyinyi wazee wa kuwaoa mabibi huku na huku, unaleta kasichana ni kadogo na uko na vijana. Unafikiria vijana watawachia huyo bibi yako salamu? Watapita na yeye na utawalaani. Wewe wacha kuipita na kuleta wasichana wadogo kwa manyumba. We mzee, utaletea vijana laana ya bure. Ridhika na huyo mama wa mwanzo, kana yeye mzeeke mkufe, mngojee Yesu arudi awapeleke mbinguni. Hacheneni na hiyo mambo. Mnajua dini inasema hawa wengi wewe utakufa, utakonda kama hii gogo limesimama namna hii. Ndio naona wanaume wengi wanaofanya usherati kakitembea kanatembeanga namna hii. Manake unafikiri kama katika Singapore kamefanya shughuli mpaka mgongo imepinda tu namna hii, hakana mpango. We sikiliza maneno haya, Biblia inazungumza. Wewe binti wa Mwangulu, nataka nikuache mikononi mwa babako salama na mama wako salama, na katika hayo yote umkubali Kristo kama Mwokozi. Sikia, binti anapokuwa anaanza kubalehe, anasikia huku anakuwa mzito, anasikia hapa mbele anakuwa mzito. Mama yake akizungumza anasema, mama, achana na hizo, unajua wewe ulipitia hiyo stage, sasa sisi tuko hapo na sisi nazo tujirushe. Hata sikia mama yake. Alafu cha kushangaza, msijana, nisikilize vizuri kabla hujaenda, ni kwamba hii nyonyo ambayo Mungu aliiweka, hakuiweka ya kuringa nayo. Hiyo namba 1, upate kujua hiyo. Aliiweka ni chakula ya mtoto ambaye atazaliwa atanyonya. Lakini naachia vijana wananyonya, wanamaliza mpaka sasa mtoto akizaliwa hata matiti hakuna ya mtoto ananyonya. Hakuna. Ilinyonywa kitambo na vijana walimaliza. Hakuna kitu. Sasa sikiliza, Biblia inazungumzaje? Wimbo ulio bora 8:8. Kwa wale wanaoandika, wimbo ulio bora 8:8 nasema, hao ni vijana sasa wanalalamika. Wako na binti lakini ameachia nyonyo zake zimenyonywa na vijana mtaani mpaka zimeisha. Vijana wanalalamika, wanasemaje? Wanasema hivi, kwetu sisi tuna umbo mdogo wala hana maziwa, tumfanyeje umbo letu siku ya kuposwa kwake? Hana matiti sasa, siku anataka kuolewa, tutafanyaje? Tutapea nani sasa? Nani hata kuoa? Maana vijana wameharibu matiti yako yote, wamechakarisha yote, hakuna kitu. Unajaribu kuipiga cheki, hakuna, ndio hiyo inalala tu. Unanunua masindiria zenye zimesimama namna hii, hakuna, hivyo imelala. Maana wewe uliichezea ukiwa na ujana wako, sasa leo unatamani isimame, lakini hakuna. Sikiliza mwenzake msichana ambaye alijitunza, na baada ya kujitunza anamjibuje? Sikiliza, anasema, mimi nalikuwa ukuta na maziwa yangu kama mnara, ndipo nikawa machoni pake kama mtu aliyepata amani. Huyu anasema, mimi nilijilinda na maziwa yangu ilisimama kama mnara, ndio nikapata kibali machoni pa huyu kijana. Unajua zamani zetu tulikuwa tukitembea tukiona msijana tunaona hapa mbele, lakini leo imepinduka, ni hapa nyuma. Sasa hapa nyuma vijana mnacheza shere sana na hao wasijana. Kuna hizi mama rifasi hizi marifasi zinauzwa ni nyingi sana, zinauzwa dukani. Anapiga marifasi, alafu saa ile unaenda kwa nyumba mnataka kulala, anaondoa ya kwanza, ya pili, unashangaa. Alafu anabaki amekonda, unashangaa hii unono yote imewekwa kwa meza, kumbe ilikuwa hakuna mtu hapa. Hamekudanganya na hizi vitu za kununua.
Kwa nini uende kwa vitu vya kununua? Sujilinde tu mwili wako, wenyewe utatangaza. Alafu msijana, jaribu kuficha uchi wako. Jaribu kuficha. Hata saa hii nikitembea hapa kuna mandazi imewekwa kwenye makirasi hapa. Alafu nikifika hapo niambie mwenye kuuza, tafadhali nahitaji mandazi, anasema unahitaji hii ama ambayo nimeficha huko nyuma. Tayari utatafuta yenye imefichwa nyuma. Maana hii tayari umeiona. Kwa hiyo hii ya kilo tunaona kila siku, tunaona hatuna haja nayo kama vijana. Kwa hiyo tunatafuta ile imefichwa. Ile imefichwa ni msichana ambaye amejisitiri. Na usitukane vijana, wewe msijana, utazeekea kwenu. Hata akikutongoza unajua ni hii kijana ni mbombombo tu, msungu wa reli, mjibu tu sawa sawa, ambie kweli umenipenda, hata mimi ninashukuru, lakini nenda kwa wazazi wangu, nenda kwa imamu wangu wa msikitini, nenda kwa pasta wangu, kama unanipenda nenda huko uone kama litaenda. Na ukitaka kujua hii kijana ni mkora, wewe msijana, niangalie. Wakati unaongoya na msichana na kijana huyo, angalia yeye kwa macho, macho kwa macho, alafu uone. Unajua macho itanganyi. Kama ni mkora utaona anaangalia chini. Unajua anaangalia chini. Lakini kama anazungumza ukweli, anakuangalia chicho kwa chicho. Hata shetani naye, wale mapasta ambao mnatoa mapepo, unapotoa pepo kwa mtu ambaye ana pepo, usifunge macho, muangalie macho. Huyo mtu ataangalia chini, atakuangalia, ataangalia chini. Maana macho haidanganyi. Habari ndio hiyo. Kama ulikuwa huna, sikiliza maneno. Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana 2:14 nasema, nimewaandikia ninyi akina baba kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Biblia inasema kwamba wametuandikia wazee kwa sababu tunamjua Mungu tangu mwanzo. Alafu anaendelea kusema, nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mumeshinda yule muovu. Vijana wana nguvu, vijana wana power. Hakuna jinsi wazee ni kupiga mikelele tu hapa, wewe, hakuna kitu. Kitu ni vijana bana. Kijana akiwa nyumbani mzee unasikia vizuri. Ukitembea wanasema kijana fulani ndio huyo. Lakini kijana fulani mwenyewe amekata longi, imechanika, amepaka tupu, mara sijui amenyoa kidugu, vinywele vinaenda vinapapara huko juu. Hata unashindwa kusema huyu ni mtoto yangu, unashindwa kusema huyu ni mtoto. Manake haibu tu. Huyu ni kijana wako, ni kijana wangu, yani unashindwa kusema. Lakini kijana jiweke vizuri. Ukitembea hapa jioni wanasema kijana fulani ndio huyo. Huyu kijana ukimwona hana maneno, anatembea namna hiyo, na ni kijana ambaye ana mashauri mazuri. Ukitembea na yeye utafanikiwa. Hivyo ndivyo inavyotakikana kijana.